Mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yalivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Wakati ule Yesu alitoka pamoja na wafuasi wake kwenda ng'ambo ya mto Kidron. Kwenye bustani akaingia huko, yeye pamoja na wafuasi wake. Yuda naye aliyemtoa alipajua mahali pale, kwa maana Yesu alifika huko mara nyingi pamoja na wafuasi wake. Basi Yuda alipokwisha kupokea kikosi cha maaskari na watumishi waliotoka kwa makuhani wakuu wa Farisei, akaja huko na mienge na silaha. Basi Yesu akijua yote yatakayompata, akatokea akawaambia, wamtafuta nani? Wakamjibu, Yesu akawaambia, yeye. Walirudi nyuma wakaanguka chini. Basi akawauliza tena, mwamtafuta nani? Nao wakasema, Yesu akajibu, nimekwisha sema kwamba ni hivi. Basi kama mwanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao. Ili litimizwe lile neno alilosema, hawa ulionipa sikumpoteza hata mmoja wao. Basi Simoni Petro aliyekuwa na upanga akauchomoa, akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio lake la kuume. Na mtumishi yule aliitwa Malko. Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga wako ghalani. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Basi kikosi na jemadari na watumishi wa Wayahudi wakamkamata Yesu, wakamfunga, wakampeleka kwanza kwa Ana. Na Ana alikuwa mkwewe Kaifa aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule. Na Kaifa ndiye aliyewapa Mayahudi shauri kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Lakini Simoni Petro alimfuata Yesu pamoja na mfuasi mwingine, na yule mfuasi alikuwa anajulikana na kuhani mkuu. Akaingia pamoja na Yesu katika behewa la kuhani mkuu. Lakini Petro akawa akisimama nje mlangoni. Basi yule mfuasi aliyejulikana na kuhani mkuu akatoka akasema na mwanamke ngoja mlango, akamleta Petro ndani. Basi yule kijana akangoja mlango, namwambia Petro, wewe si mmojawapo wa wanafunzi wake mtu huyu? Yeye anasema, ni mimi. Wale watumwa na watumishi walikuwa wakisimama karibu na makaa ya moto, maana kulikuwa baridi, wakawa wakiota moto. Naye Petro alikuwa pamoja nao, akisimama na kuota moto. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wafuasi wake na za mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema waziwazi na watu. Mimi nimefundisha siku zote katika sinagogi na hekaluni, ambako Wayahudi wote hukusanyika, wala sikusema
neno lolote kwa siri, mbona waniuliza? Waulize hao waliosikia nilichowaambia. Tazama, wao wanajua niliyosema mimi. Alipokwisha sema hayo, mmoja wa watumishi aliyesimama karibu na akampiga Yesu kofi akisema, ndivyo unavyomtukuza Mungu. Yesu akamwitikia, Kama nimesema vibaya, toa ushahidi wa neno haya. Lakini kama nimesema vema, kwa nini wanipiga? basi Ana akampeleka amefungwa kwa Kaifa kuhani mkuu. Simoni Petro akawa amesimama akiota moto. Basi wakamwambia, yeye akakana akasema, mmoja wa watumishi wa kuhani mkuu, jamaa wa yule aliyekata sikio la Petro, akamwambia, basi Petro akakana tena, na mara jogoo akawika. Basi wakamtoa Yesu kwa Kaifa, wakampeleka barazani. Sasa ilikuwa asubuhi, lakini wenyewe hawakuingia barazani ili wasitiwe najisi, wapate kula Pasaka. Basi Pilato akawatokea nje, akasema, waleta mashtaka gani juu ya mtu huyu? Wakajibu wakamwambia, basi Pilato akawaambia, mkamhukumu kwa sheria gani? Wayahudi wakamwambia, ili neno la Yesu lipate kutimia, alilosema akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Basi Pilato akaingia tena barazani, akamwita Yesu akamwambia, wewe ndiwe mfalme wa Mayahudi? Yesu akajibu, Wajisemea hivyo, au wengine wamekuambia habari hiyo juu yangu? Pilato akajibu, Yahudi nini? Taifa lako na makuhani wamekutoa kwangu, umefanya nini? Yesu akajibu, Ufalme wangu sio wa dunia hii. Kama ufalme wangu ungekuwa wa dunia hii, bila shaka watumishi wangu wangalipigana nisitolewe kwa Mayahudi. Lakini sasa ufalme wangu sio wa hapa. hapo Pilato akamwambia, basi mfalme wewe. Yesu akajibu, Wewe umesema ya kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili hiyo, na nimekuja duniani kwa ajili hiyo, ili niushuhudie ukweli. Kila mtu aliye wa kweli
usikia sauti ya Pilati akamwambia, ukweli ni kitu gani? Alipokwisha sema hivyo, akawaendea tena Mayahudi akawaambia, mimi sioni hatia yoyote kwake, lakini kuna desturi kwenu, niwafungulieni mtu mmoja wakati wa Pasaka. Basi Pasaka niwafungulie mfalme wa Mayahudi. Wakapiga tena kelele wote wakisema, naye Baraba alikuwa mnyang'anyi. Basi hapo Pilati akampa Yesu, akampiga mijeledi. Maaskari wakasokota taji la miiba, wakamtia kichwani, wakamvika vazi jekundu. Wakaja mbele yake wakasema, wakampiga makofi. Basi Pilati akatoka tena nje, akawaambia, namleta tena mbele yenu, hata kujua ya kuwa sioni hatia yoyote kwake. Basi Yesu akatoka nje, amevaa taji la miiba na vazi jekundu. Akawaambia, tazameni mtu. Basi makuhani wakuu na watumishi walipomwona, walipiga kelele wakisema, Pilati akawaambia, mtoeni nini mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni kisa kwake. Mayahudi wakamjibu, basi Pilati aliposikia neno hilo, akazidi kuogopa. Akaingia tena barazani, akamwambia Yesu, umetoka wapi wewe? Lakini Yesu hakumjibu neno lolote. Basi akamwambia, usemi tena, hujui ya kuwa ninao uwezo wa kukusulubisha na uwezo wa kukufungua. Yesu akamjibu, uhai kuwa na uwepo wote juu yangu, usingali upewa kutoka juu. Kwa sababu hiyo aliyenitoa kwako anayo dhambi kubwa zaidi. tangu hapo Pilati akatafuta kumfungua, lakini Mayahudi wakapiga makelele wakisema, basi Pilati aliposikia maneno hayo, akamleta Yesu nje, akaketi kitini mahali palipoitwa Mtofoko, na kwa Kiyahudi Gabata. Ilikuwa maandalio ya Pasaka, yapata saa 6. Akawaambia Mayahudi, tazameni mfalme wenu. Wao lakini wakapiga kelele, Pilati akawaambia, nimsulubishe mfalme wenu? Makuhani wakuu wakajibu,
Basi ndipo alipomtoa kwao asulubiwe, wakamtoa Yesu wakampeleka nje. Akatoka akijichukulia msalaba wake kwenda mahali palipoitwa Kalvari, kwa Kiyahudi Golgotha. Ndipo walipomsulubisha na wengine wawili pamoja, naye upande huu na upande huu, na Yesu katikati. Pilati aliandika pia anwani, akaliweka juu ya msalaba. Iliandikwa, Yesu Mnazareti, mfalme wa Mayahudi. Basi anwani hiyo Mayahudi wengi waliisoma, maana mahali aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji. Nayo iliandikwa kwa Kiyahudi, Kiyunani na Kilatini. Basi makuhani wakuu na Mayahudi wakamwambia Pilato, Pilati akajibu, niliyoandika nimeandika. Basi maaskari walipokwisha kumsulubisha, akatwaa mavazi yake, wakafanya mafungu manne, kila askari fungu lake, na kanzu ile haikuwa na msomo, kwa maana ilifumwa nzima toka juu. Basi wakaambiana, lipate kutimia andiko lisemalo, waligawana mavazi yangu na kanzu yangu wakaipigia kura. Ndivyo basi maaskari walivyotenda, wakawa wakisimama karibu na msalaba wa Yesu, mama yake na dada ya mama yake, Maria wa Kleopa na Maria Magdalene. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mfuasi aliyempenda amesimama, akamwambia mama yake, huyu ni mwana wako. halafu akamwambia mfuasi, Huyu ni mama yako. na tangu saa ile yule mfuasi akampokea kwake. Baada ya Yesu akijua ya kuwa yote yametimia, andiko lipate kutimizwa, akasema, Nina kiu. alikuwa na chombo kilichowekwa pale kimejaa asiki, nao wakatia sikongo iliyojaa asiki juu ya mwanzi, wakamwekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea asiki, akasema, Yametimia. akainamisha kichwa, akakaboko. Basi Mayahudi, kwa sababu ilikuwa siku ya maandalio, kusudi lisikae msalabani siku ya Sabati, kwa maana siku ile ya Sabati ilikuwa kubwa. Wakamwomba Pilato miguu yao ivunjwe iondolewe. Basi askari wakaja, wakamvunja mguu wa kwanza, na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Hata walipomfikia Yesu, wakimwona amekwisha kufa,
hawakumvunja miguu, lakini askari mmoja akamchoma ubavu kwa mkuki, mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona ametoa ushahidi, na ushahidi wake ni wa kweli, na yeye anajua ya kuwa anasema kweli, mpate nanyi kusadiki. Kwa maana hayo yametendeka ili andiko litimie, hamtamvunja mfupa wake. Na tena andiko lingine lasema, watamtazama yule waliyemtoboa. Baada ya hayo Yosefu wa Arimathea akaenda kwa Pilato kuomba ruhusa ya kuchukua mwili wa Yesu, kwa maana alikuwa mwanafunzi wa Yesu kwa siri, lakini kwa ajili ya kuogopa Mayahudi. Pilato akakubali, naye akaja kuchukua mwili wa Yesu. Na Nikodemo yule aliyefika zamani kwa Yesu usiku akaja vile vile, na lakini miaka manne iliyochanganyika kwa shubiri. Basi wakautoa mwili wake Yesu, wakaukafini kwa vitambaa pamoja na manukato, vile ilivyo desturi kwa Mayahudi kufika. Na mahali pale alisulubishwa palikuwa bustanini, na ndani yake kaburi jipya, ambalo mtu yoyote hajafika ndani mwake. Ndipo walipomzika Yesu, kwa kuwa kaburi lile ni karibu, na ilikuwa siku ya kuandalia Pasaka. Na sehemu ya kwanza ya liturujia ya neno, na sasa yanafuata maombi mbalimbali. Tutataja kila ombi linalohitajika, alafu tutaomba kwa ajili hiyo. Tusimame. Sasa tunasali kwa ajili ya kanisa takatifu. Enyi ndugu wapendwa sana, tuliombee kanisa takatifu la Mungu, ili Mungu na Bwana wetu apende kulijalia amani, kulikusanya na kulilinda popote duniani. Pia tujalie sisi tumtukuze Mungu Baba Mwenyezi katika maisha ya amani na usalama. Tuombe. Simameni. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, uliyewafungulia mataifa yote utukufu wako katika Kristo, uilinde kazi ya huruma yako, ili kanisa lako lililoenea popote duniani liendelee kwa imani thabiti kuliungama jina lako kwa njia ya Kristo.